Kwanza ondoko usiniharibie mood. Kwangu hapa ujue. Ujue kwangu hapa Joha. Hivi kweli wewe wa kunifukuza mimi hapa leo? Kwani wewe nani? Baba wa taifa? Wewe wa kunifukuza mimi hapa? Wewe nani kwanza? Nakufukuza kwa sababu huna nidhamu. Wewe ni mtovu wa nidhamu. Adabu huna. Mimi nilikuonesha mji wewe. Nilijua umenizaa. Nimekuonesha mji. Unanionyesha ulikuwa na macho yangu. Unapendeza wewe leo kwa sababu yangu mimi. Bibi upo, uzuri unachangia. Hata kama unachangia, kwani usingebaki kule pori? Mtoto nina nyota ya kalamu. Kwani usingebaki pori? Mtoto nina bahati ya kalamu kupendwa na wasomi upo. Sina bahati ya pako kupendwa na wachawi. Sepa, nyanyuka. Wasomi gani unao wewe? Kwani unamtazama kwa woga mtoto mume wako? Mtoto mzuri, mtoto. Basi huyo mume huyo. Huyo mume ambaye anajivunia wewe, umeianzisha vita. Ila kurudi kwangu mimi hapa itakuwa ndio sababu ya wewe kurudi shamba. Nenda mwana kwenda. Hata huko shamba huko sidhani kama utaipata na hiyo nafasi. Huna lolo. Sidhani kama utaipata hiyo nafasi ya kurudi shamba. Cha kunifanya huna. Mkola wa ninja kupiga mashiti bibi. Agumka mwisho wake unaondoka. Na bado utamwambia. Kama haunijui. Unataka kuwa mtoto sana. Mguu wangu nimeutoa. Maana nautoa hivi leo. Natoka hapa. Kurudi kwangu mimi hapa leo. Sio nikirudi tena mimi hapa. Itakuwa naenda chochote cha kuondoka tutafuatana. Bibi. Na fastisha. Nina 2 bado ninahesabu mpaka ya 3 itakuja. Tutaona mimi na wewe mkubwa ni nani? Lipi jipya unalo wewe? Tutaona mwenye mji nani? Aliyetoa mwenzake kijijini na mjini. Jamani. Ishia la kunifanya huna mikwala. Sawa. Shamba linakusubiri na jembe kule. Siendi maana unachangia. Huyo. Amechoka kweli kweli. Na wapi? Na kwa? Bana. Yaani na hizo nguo zote nakuja huku kweli? Jamani wewe. Nimechoka. Unaenda wapi? Nilikuwa nakufuata wewe. Mimi huyu. Tunaweza kuongea? Hapa. Haina shida. Kwani nikuja nyumbani? Nyumbani maana nianzie kwanza hapa. Niko natazama mcheli watumishi wamefanya kazi vibaya hapa, niko najidoga vitu wamefanya vibaya. Nimemwambia afikishe kula lakini hakufikisha kule. Tazama vitu amepanda. Ingepaswa au vitu kama mpaka kule. Pole na kazi. Asante. Sasa tuongelee hapa ama twende sehemu tuikae tuzungumze? Sio mbali hata hapa tunaweza. Jamani. Haya bana. Sasa tuzungumze basi hata pale. Ndio ngambie vizuri. Ni hatari kweli. Nika tu hapa. Ndio ngambie tu. Hapa. Hapa. Weka mguu hapa. Leta mguu hapa. Weka mguu. Safi kabisa. Yaani namshukuru Mungu kwanza nimekupata, na maana nimehangaika, nimekutafuta. Kukopa kuna gani? Ninaviona. Ila kilichonileta hapa kwa kweli. Nilikuwa naomba unisamehe. Bila samahani. Kwanza naomba unisamehe kwa nilichokitenda. Naona kama sikukutendea haki kwa kweli.
Sasa mbona unanitia uoga? Mimi naomba kwanza nyosha kwanza kauli uniambie kabisa ni kitu gani hicho kitu. Yaani kwa nilichokitenda, yaani nahisi kama dunia imenilemea. Yaani hadi nahisi aibu kuongea. Kuwa huru kabisa. Sijui hata nianzie wapi. Anzia popote tu pale unapotaka. Mimi nahitaji unaambie kitu haswa ambacho tunachokiombea misamaha. Kuwa huru kabisa. Mke wako. Ni mwaka sasa ameolewa. Nani huyo? Ati? Unasema? Mke wako ameolewa, amepandikiza ndoa juu ya ingine. Mke wangu huyu Johari. Hivi yuko na mwanamke na mwanaume mwingine? Na ndio maana nimetanguliza samani kwa sababu kwa kwanza naomba kwanza unaambie huyo mke wangu Johari mwaka sasa ameolewa. Ndo maana tazama, huu ni mwezi wa 3 mimi sijamuona. Ndio maana nimetanguliza samahani kwa kweli. Yaani nipo tayari hata nikupeleke penye anaishi. Kwa sasa nakwambia hivi yupo mjini. Nauliza kwanza, ni huyu mke wangu Johari huyu ambaye mimi nimemuoa kwa mahari yangu? Mke wako huyu ambaye unamjua wewe. Johari huyu ambaye ni rafiki yangu mimi. Amepandikiza ndoa juu ya nyingine. Hivi mwe wanawake, kwa hichi kitendo alichokifanya, nishafanya mengi mabaya, lakini hichi alichokitenda mke wako. Na ameenda Dubai, kama ndo Dubai, kama ndo wapi, mimi nikauzisha mashamba yangu yote, ngombe zangu zote nikauzisha. Hivi yuko kwa mwanaume mwingine? Hicho ndo kimenileta, kimenifanya nikutafute, yani mpaka nimetembea kwa ukweli haki. Hivi ni mwaka kabisa anakuja, mara namaliza wiki moja tena ameenda. Mimi najiuliza sasa, hivi ni biashara gani huyu Johari ameamua mimi kunifanyia unyama kama huyu? Mke wako amebadilika yani. Jamani, amebadilika kupita kiasi. Utanisamee, yani nahisi kama chanzo ni mimi yani. Nahisi dunia imeniangukia mimi yani. Hivi wewe wanawake? Nimeelemewa kabisa, ni roho inanisuta. Yani sina amani. Sina amani kwa hichi alichokitenda mke wako. Maana mimi ndo nimemletea hizo fikra za kuchuuza, za kwenda wapi yani. Mimi nakwambia, laiti singekuwa umenifanyia vibaya. Yani haiwezekani kabisa, haiwezekani huyo Johari ambaye mimi nimetoa hela zangu, nikauzisha mashamba yangu yote. Mbuzi zangu zote nikauzisha, ngombe, makuku yote nikauzisha ili mradi aende kutafuta maisha. Sasa iweje leo unaambia kwamba hivi ameolewa kwa mwanaume mwingine? Nasi Rena niuma kwa kweli. Jamani, Johari, mimi nikikukamata Johari, nikimkamata naweza nikamchinja. Mungu wangu, amenifilisi. Mke wangu mimi nimejitoa kabisa, nikauzisha kila kitu ili mradi afanye kazi na yeye akuwe na maisha mazuri, nimridhishe mke wangu. Lakini tazama vitu ambavyo nanifanyia mimi. Tazama vitu kwa kweli. Asante kabisa. Nakushukuru sana. Hivi mwe wanawake umeumbwa aje? Peponi tulikuwa tunaishi vizuri, tunakula vizuri wallahi. Mwenyezi Mungu anatupa kila kitu hivi. Mwe wanawake ndio mkasababisha Mwenyezi Mungu akatufukuza peponi kabisa. Ametufukuza, tulikuwa tunaishi vizuri. Hivi kwa kweli mweye mtaingia mpepo ya wapi mweye? Huyu Johari mimi nikimshika. Asante. Wewe nionyeshe tu kwenye naishi, halafu tupambane. Si huyo mwanaume wake, si huyo Johari, wote mimi nitawachinja. Mimi nitawakata. Shahidi Mungu. Yaani mimi nipo radhi kukupeleka kwenye naishi. Asante. Kwa kweli naomba unipeleke Yesu. Kwa sababu mimi nikimshika huyo Johari. Na ndio kimenifanya nikutafute kwa hali na mali mpaka nikupate. Nashukuru sana. Nashukuru kwa kitu ambacho mmenifanyia. Haiwezekani mimi niuzishe mashamba yangu, haiwezekani mimi ni ngombe zangu, mbuzi zangu, kuku zangu zote nimeuzisha. Hivi nimebaki kwa kaparisela. Na kaparisela kinyo watumishi wameanza kuharibu. Sasa hivi nimechoka. Mwa wanawake mweye, na ndio maana mko wengi motoni. Asante. Nashukuru. Sambona naenda na misi.
Nashukuru. Asubiri kwanza. Mimi nashukuru kwa yote ambayo mmenifanyia. Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana kwa sababu haiwezekani mimi mashamba yangu yote nikauzisha, alafu unakuja kuniletea vitu vya upuzi. Kwa hiyo una shida kukutana na mkeo? Asante. Njoo twende nionyeshe, njoo twende kwenye huko. Juu mimi nakwambia, njoo twende nionyeshe. Kwa sababu mimi haiwezekani mimi niuzishe mashamba yangu, alafu sasa naenda kutafuta maisha, alafu fika naolewa huko. Mahali yangu nimetoa, yote nimetoa, kila kitu nikatoa. Haiwezekani. Yes, honey. Watu wali kwenye jamaa mpenda sana huyu. Sana tu. Watoto kalimati tumenipikia tu kalimati. Mbona mpika tudogo tule? Mume wangu naye. Kwa sababu harusini. Unajua mimi ndo maradhi. Nikose kalimati nipate hata nini zile zinaitwaje zile? Mpika juzi zile, sio zinaitwaje zile? Na sambusa nzuri. No. Kwa chakula kingi tu sana. Yaani wewe moja mamuma kitu ambacho nakupendea mke wangu mapishi. Yaani kwa mapishi umejaliwa. Na jamaa hakuna mmoja kumtazama. Hapana, kwani saa hizi anakuja nani? Pako nani yule mganda nilikuwa na program ile asubuhi ile. Kwa appointment alikuwa anambia atakuja kumtazama. Sasa ndio nilikuwa namsubiri sana kama muda wake umekwisha, nataka niondoke zangu. Wala hatajafika. Haiwezekani mimi mpaka sasa kwanza naishi hapa. Hapa ndo kwenye naishi. Hapa kama hivi manyumba sijui vimejengwa katika nini? Wewe unaogopa nini? Fungua tuingie. Sasa hapa. Nani huyu wangu? Eto ameenda Dubai sijui kutafuta nini? Unaogopa nini? Unaogopa nini? Kuna dunia. Johari. Heba, nakushukuru sana. Joel, kuna nini? Umedanganyika na vijana wamevaa vizuri hivyo. Bana mimi sasa sipendezi. Jana kuna nini mwanzo? Akaamua kunifilisi. Subiri bwana, samahani kidogo. Sasa hakuna cha samahani wewe baba, umeniiba mke wangu. Mimi ni mke wewe. Wewe unajifanya kama vile haujui. Mimi ni mke wewe. Nakushukuru sana. Ngoja, hebu ngoja. Nakushukuru sana Johari. Nakushukuru sana. Nakwambia leo hakuna mtu atatoka huko. Sasa sikiliza. Haiwezekani mimi. Vijana sikiliza. Nisikilize. Kwanza ngoja sikiliza. Naomba kwanza umgoje. Kabla ya yote kwanza kuwa na adabu. Hapa ni kwangu, sawa? Unaingia bila salamu. Hakuna cha salamu hivi. Hakuna cha salamu. Johari, huyu ni nani? Umeongomea unamshanga kwanza hata mimi simjui. Nini? Jamani. Sana. Ngoja. Hamjui. Johari. Sana. Mtu tumeshazaa watoto wawili. Unasema Suhaila na Buhaira. Unasoma Sasa njoo hapa umweleze kwanza. Akueleze vizuri. Wewe kudanganya jikoto. Wewe Johari. Hapa mimi naota au sikiliza baba, sikiliza. Huyu mwanamke mimi nimemoa kwa mahali yangu, tumefanya ndoa. Alikuja hapa. Unaoa mahali ya kupandikiza. Sikiliza sasa. Kaja na huyu dada sana huyu hapa. Na wewe tena amesababisha. Haiwezekani huyu anaweza kuklani. Sikiliza. Huyu hapa ndio kamleta huyu. Mimi niko simfahamu. Unafahamu vizuri. Kamleta huyu. Kanaonyesha kwamba huyu mwanamke ni binti, sawa? Bado hajaolewa, anahitaji mchumba. Mwisho tena ni yatima. Unafahamu vizuri. Huyu ndio kanambia, huyu hapa umekuja naye. Ndio kamkaleta kumeintroduce huyu kwangu mimi. Sawa? Nikaona nesa nimstirika. Sawa? Nimemoa kwa mahali yangu tukafanya ndoa. Sawa? Mimi nilikuwa sijui kwamba ni mke wa mtu. Hii ni balaa. Tuai. Hii ni balaa. Hii ni dawa nataka katika familia. Mimi niko sijui mzee. Siko sijui kabisa kama huyu ni mke wako bwana. Niko sijui kabisa. Baba yangu, wewe hauna makosa. Nakwambia mtu mwenye yuko na makosa ni huyu ibilisi huyu. Sasa
mnyonge ni muue nimchinja kamla nyama mbichi. Kama umeuzisha vyako. Nimeuzisha mashamba yangu, mbuzi, ng'ombe, kuku zangu, sungura zote nikauzisha. Alafu huyo bilisi ndio amekuja kumlaghai. Mimi sikutegemea wataolewa. Wewe. Mimi naweza nikaoa. Naomba kupiga makofi. Mimi naweza nikaoa. Samahani mama. Yaani nakuchukia kuliko kila kitu duniani. Wewe umeshaolewa, unakuja kunidanganya. Ndio maana pesa zangu hazini vizuri. Watu ambao wanapatia madeni hawanilipi, nikipewa mipango. Ila kweli kumbe niko na mwanamke wa mtu. Huyu hafai kuwa mwanamke huyu. Huyu hafai kuwa mwanamke, anastahili kuwa mnyama kwa shamba. Waporini huko. Watenge au mbuzi huyu. Au huyo hafai kabisa. Sikia mzee wangu. Hakuna maneno mengi. Sijawahi kusikia. Mzee wangu mimi nakwambia muda. Kama ikipita siku 3 mimi sichapata hela yangu. Takriban milioni 20 nimeuzisha mashamba takriban 7 yote. Nikauzisha. Mbuzi 28 zote nikauzisha. Tohari wewe una. Kwa zote nikauzisha kwa sababu ya wewe una laana. Huyu mnyama huyu. Afanye mwanamke. Baba, usikusikia anamkana mtoto wake. Usikusikia anamkana mtoto wake. Usikusikia wewe. Ndio usikusikia hayo. Toka. Salma. Kweli? Hauna aibu. Kuna kile yake ambapo wanapenda vitu vizuri na wajui kuvitafuta hawa. Tafuta vitu vizuri kwa kudanganya watu. Kwa kudanganya watu. Mimi siwezi. Labda chukua kupeleka. Sikia. Mimi mzee wangu hapa akiuliza maneno mengi. Nampa siku hizi 3. Kama sijaona pesa yangu basi mimi namchinja. Sijawahi kuroga, sijawahi kuchinja, lakini kwa hii turu hii nasema tena baba. Nitakusaidia. Nashukuru sana. Kwa sababu huyu nitakusaidia. Nasema huyu kendo usikilize. Nasema hivi. Mimi nasema hivi, nasema sasa. Sawa. Hii inaonekana kama umenitishia kuto kuniuliza. Laana ambayo umeniingia katika nyumba yangu. Nasema hivi. Mume wako huyo. Toka leo mimi natangaza toka leo. Fiduna akhera wewe si mke wangu. Natangazia kuku na ndege, malaika na mashaitani, majini na majilisi na watangazia wote kwamba wewe sio mke wangu toka saa hizi. Nasema hivi, nakwenda hivi. Nikirudi nikute wewe na vyako kama kuna kuku hapa, chukua kuku zote. Chukua ile hapa soko yote. Vitu vyote. Peleka yangu, chukua vitu vyangu ndani, chukua vyote. Ama nataka ngoa, peleka dana zote, peleka. Kauze. Utafute pesa ambayo utalipa wewe watu. Au huyo akapata. Hii nyumba nataka iwe nyeupe. Rangi napaka na rangi mpya. Mabati nitaomoa, nitie mabati mapya. Baba safisha nyumba. Safisha nyumba sio mtu. Safisha nyumba ikiwezekana kabisa na ardhi ibadilishwe. Kabisa. Lazima mazingira yote yabadilishwe. Hii hewa mbaya. Baba, badilisha nyumba kabisa. Safisha mazingira. Kabisa. Maana ameshaharibu kila kitu huyu ibilisi. Ikiwezekana badilisha kila kitu na ardhi ubadilisha upande zingine gazo mpya. Kila maana umeshaharibu kila kitu. Lazima. Mzee wangu mimi sikawia. Sikawia hapa. Rudi hapo. Baba, nashukuru sana kunipatia hii taarifa kabisa. Mimi nakwambia. Mimi huyu. Maliza kenge. Maliza. Nimekwambia, nimeshasema, nimesema. Nimesikia vizuri. Nakwenda hivi. Nikirudi. Nikuti kile chako mchukua. Chukua na vyangu vyote. Usanya, peleka. Nasema hivi, chukua vyako vyote. Sawa, vyako vyote. Wewe si mke, tunaleta kwa mara nyingine. Wewe si mke wangu, sijui akhera kwa toka kwa hii sekunde. Shetani mkubwa na hapo tunaamani. Mwone sasa. Jinga wapi? Unamletea mwanamke mke wa mtu. Unamletea mke wa mtu. Shenzi huyo. Mburu.
Wewe naika hapa mkubwa kwani utoka nipata ushakipata Si umeshakipata? Sasa ulidhani nani? Ulidhani mimi kwa bosi yangu tegemea nini? Ulitegemea nini? Ona kwanza mama fungasha. Uko umeburudika mama. Hapa ndo hatoki. Tunajua una roho za kwa nini ndio maana unaniletea yule habisi mwenzako kuja kuniharibia ndoa yangu. Sasa kwa taarifa yako mimi hata nikijua bahati bado ninayo upo. Bahati huwa haipashwi upo. Tunapashwa ni mishusho kule. Sasa kwa taarifa yako. Haya ni yako wewe. Ondoka kwangu na hapa wako wewe. Wako hapa ushafukuzwa. Hakuna dia. Mama, kayani nakusubiri. Nakusubiri. Haya maigizo tunaigiza mimi na mume wangu. Tunapendana mpaka basi. Haya mimi. Unaona. Ishia huko. Unaambia kuisha. Wale nyoroza kwa nini unaitizamia huko unaenda kwa wewe. Ila wangu tunapendana. Tuko tunaigiza. Tunafanya waenda wewe. Utatoka utoka. Kutoka natoka lakini ondoka. Una nini wewe? Mungu. Tamaa zimeniponza mimi. Kweli nyumba nzuri lakini kama mtu una furaha. Kama gani chini fanya jamani. Mola, nifanye nini mimi? Tamaa zimeniponza. Rafiki mbaya. Wanangu ni matatizo maisha gani? Mungu wangu nipe njia. Ya Rabbi nisamehe kwa makosa niliyoyafanya mimi. Tamaa zangu ya Rabbi. Wanangu mimi naomba kitu gani katika maisha yao? Mungu wangu wanangu wasipate tabia yangu. Nafikiri umeona maajabu. Hii ni balaa. Hii ni laana. Hii ni laana. Haswa nyinyi wanawake, nyinyi ambao mnatazama. Nyinyi ambao katika ndoa zenu mtaki kurizika na ndoa zenu. Unathubutu kuolewa ndoa mbili. Ndoa mbili, yani mtu anakuwa yani wewe niseme kama wewe ni zaidi ya shetani. Yani wewe ni zaidi ya ibilisi kwa kweli. Ndoa mbili, unatoka ndoa hiyo unakwenda ndoa nyingine, afu unakuwa unasema wewe kama huko kwa safarini kwenye kazi, kumbe umeshaolewa. Niseme kwamba labda nikoje kwa sababu ya maisha? Hapana. Hizi nafsi za hivi ni nafsi za kishetani. Ni nafsi za unyama, zaidi hata ya unyama. Kwa kweli wanawake nyinyi mnapopewa fursa kama hizi, acha kuwa mnatumia fursa hizi kutetea mfuska mkubwa sana. Kwa sababu kiukweli tuamezani ukweli, kiukweli mwanamke alikuwa anatakana kuwa mwanamtu wa ndani. Ndio ukweli wa kimaumbile. Mwanamke alikuwa anatakana kuwa mke wa ndani atunzwe. Lakini kutokana na maisha, ndio maisha yamebadilika sasa. Mnakuwa mnataka labda mwende na nyinyi mhangaike mtafuta. Na wanaume ambao kwa sasa wanakuambia hawezi kumchukua mwanamke ambaye ni wakakaa ndani, lazima ahangaike aende kuna kule. Lakini madhara yake sasa, hadi hii kunaleta madhara makubwa sana kuliko faida. Hadi hii kunaleta mabalaa mengi kuliko faida katika jamii. Kwa hiyo nyie kina mama, nyie jiangalieni na badilikeni haswa kabisa. Ukipata fursa kama hiyo, itumie vizuri. Jua heshima ya mume wako, jua heshima ya familia yako, linda heshima yako ili kesho kukuta mwe na hayo maendeleo ambayo nyinyi mnadai kwamba mnayatafuta. Lakini sio upewe nafasi hiyo alafu uanze kufanya mambo ya maajabu. Mwisho wa siku nakwambia, mwisho wa maajabu ni aibu, ni kuaibika, ni kuumbuka. Unataka uumbuke? Kabla hujaumbuka, kabla hujaibika, acha hiyo tabia dada yangu, acha hiyo tabia. Sio kuolewa ndoa mbili tu. Wako wengine hawaolewi lakini wanatenda vitendo vya ufuska na yuko katika ndoa. Eti kwa sababu nilipewa fursa ya kwenda Dubai.
fursa kwenda Uchina, fursa kwenda Tanzania, fursa kwenda Uganda, sijui Kenya kurangua zuna nini, alafu wewe bado unafanya ufuska, unajivua utu wako, unakutana na wengine wanaume wakati una mume wako ndani, una mume wako ambaye alikupatia fursa, nenda ukatafuti. Unaleta nuksi katika familia, unaleta mabalaa katika familia, afu mwisho wa siku itakuwa ni huzuni. Kwa hiyo majuto ni mjukuu. Dada yangu wewe ambaye bado ungali katika huo upuuzi, bado ungali katika hilo giza, basi jirudie kubadilika. Shika maamuzi leo. Shika maamuzi, ubadilike kabisa, uwe mtu mzuri kabla Mwenyezi Mungu hajakuaibisha. Kwa hiyo ni mimi tu nazidi kukuzindua, kukupatia nasaha ili uweze kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo nakushukuruni sana nyote ambao mmefuata kipindi cha leo. Nategemea kwamba next time tutakuwa pamoja tukiwa wengi zaidi, na usisahau kusubscribe, msisahau kuweka comment zenu hapo, bila kusahau kulike kuonyesha kwamba mzee wa kazi, chapa kazi, tuko wote. Kwa hiyo mimi na wewe tukutane katika kipindi kingine cha Badilika next time. Bye bye.